kutoka kule Ukambani. Na huyu sio mchache, ameweka rekodi katika dunia ya Kenya. Anaitwa Mtuse. Wapi makofi ya Mtuse? Nyinyi watu hapa inakoi mnamkaribisha hapa Moiben, mnamkaribisha. Tena hotelezi Urabochi. Tusimame sisi wote tafadhali na tuimbe pamoja. Nataka nione mikono yenu. Hongera bwana. Huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu. Very good. Tupigie makofi ile ya nyumbani. 1, 2. Tena. Karibu sana ndugu yetu. Asante ndugu Faruk Kibet kwa father wetu ambaye ametuongoza leo. Mgeni wetu wa heshima Sir Faruk Kibet, governor wa hapa Uasin Gishu, mbunge wa area hii Professor Phyllis, na wabunge wote wale wamekuja, viongozi wa CMA, kina mama wa CWA, vijana na watoto wa PMC, na watu wote wa hapa Kapkei, Moiben. God is good and all the time. Chamunge Yamune. Muko sawa? Muko sawa? Na situsalimiane jameni kwa hewa kidogo, tusalimiane kidogo. Munafurahi kuona wageni hapa kwenu leo? Munafuraha na huyu Faruku kuwaletea wageni? Mimi kwa wale ambao labda hatujuani, kwa majina naitwa Mwengi Mutuse. Kwa wakati huu mimi ni mbunge wa sehemu ya uwakilishi bungeni inaitwa Kibwezi West, pande za Makueni. Katika bunge ya kitaifa, rais amenipa jukumu ya kuwa naibu mwenyekiti wa kamati ya sheria katika bunge. Sheria zote zile zinaundwa katika Kenya zinapitia kwenye mikono yetu. Vile vile juzi ameniongeza nikakuwa mmoja wa wanakamati katika kamati ambayo inaongozwa na ndugu yangu Atandi, kamati ambayo inaunda bajeti ya nchi yetu ya Kenya. Jana nilikuwa sehemu za Kibwezi, nikapata simu, nikaambiwa kwamba ndugu Faruk anasema leo tutembee hapa Moiben. Nikafanya mambo yangu huko, na yale nilikuwa nimepanga leo nikatumana. Nikasema huu mwaliko wa kuja Moiben ni mwaliko wa maana sana, hasa ukitokea kwa Faruk Kibet. Nikasema mambo yangu ya constituency leo nitatumana, ndio nikuja hapa leo nishiriki pamoja na nyinyi. Sijui kama nyinyi watu wa Moiben mmenikaribisha hapa kwenu. Sijui kama nyinyi watu wa Moiben mnafurahia sisi kuja hapa kwenu. Na tukakuja Nairobi, nikafika Nairobi saa 8 usiku. Sababu mimi wakati nilisikia nitakuja hapa nilifurahi. Nikatoka huko usiku, saa 8 usiku nikafika Nairobi, asubuhi saa 11 nilikuwa nimeamka. Natafuta Faruk, natafuta huyu Nyakundi, natafuta huyu Atandi, na wauliza hii safari kwanza tutaanza saa ngapi. Sababu nilikuwa na hamu sana nifike hapa. Na wakati nimefika hapa vile vile nikafurahi sana, kwa sababu nyinyi kina mama, wazee, watoto mmetukaribisha mmetukaribisha vizuri sana. Jipigieni makofi. Sasa tumekuja hapa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kujenga kanisa la Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio jambo la maana. Na nyinyi mnajua kama kuna mtu anajenga makanisa katika Kenya mzima, kutoka huko kwetu, hapa kwenu, hapa kwa kina Atandi, yule mtu ambaye ametuonyesha kazi ya kujenga makanisa Kenya mzima, sio mwingine, anaitwa William Samoei Ruto. Kweli ama si kweli? Kwa sababu William Samoei Ruto tangu alipoanza siasa zake imekuwa ni siasa za kujenga makanisa. Na mimi nikaona kama William Samoei Ruto amejenga makanisa akakuwa mbunge, amejenga makanisa akakuwa waziri, amejenga makanisa akakuwa naibu wa waziri, amejenga makanisa hata Mungu akampatia kiti ya urais. Mimi nikaona mimi Mwengi Mutuse hata mimi nitafuata hiyo njia ya William Samoei Ruto. Na ndio maana niko hapa leo. Na kwa hivyo nimekuja hapa
nikiwa tayari kujenga kanisa. Nyinyi mnataka tujenge kanisa ama mtaki tujenge kanisa? Wangapi wanasema tujenge kanisa? Hebu nionyesheni kwa mkono. Jambo la pili na ambayo imenileta hapa Moiben, nikuje niwahakikishie nyinyi watu wa Bonde la Ufa kwamba muko na marafiki Kenya mzima. Muko na nini? Muko na marafiki Kenya mzima. Kuna watu juzi wameniuliza, wewe Mutuse ukiwa mbunge wa Kibwezi sehemu za Ukambani, ni kwa nini unafuata Mheshimiwa William Ruto? Mimi nikawaeleza ya kwanza, nafuata William Ruto kwa manufaa ya watu walionichagua. Nafuata Ruto kwa manufaa ya watu waliofanya nini? Kwa sababu shida za Wakenya wote, ukiwa hapa Rift Valley, ukiwa sehemu za Nyanza, ukiwa Mlima Kenya, shida za Wakenya wote ni sawa. Wakenya walio hapa wanataka barabara za lami, kweli ama si kweli? Wakenya walio hapa wanataka maendeleo ya stima, kweli si kweli? Wakenya walio hapa wanataka wapate huduma za afya, kweli si kweli? Wakenya walio hapa wanataka vijana wao ambao wamehitimu wapate kazi, kweli si kweli? Na yule mtu nikiangalia Kenya mzima, hao wote wanafanya siasa. Yule mtu anaongea maneno ya afya, yule mtu anaongea maneno ya ajira kwa vijana, yule mtu ambaye ameteremsha bei ya mbolea ikawa mkulima wa kawaida anaweza kununua mbolea kuzalisha chakula, yule mtu ambaye anasema vijana lazima wapate kazi, sio mwingine ni William Samoei Ruto. Wale wengine wote, niseme nisiseme, wale wengine wote wametuletea siasa ya mgawanyiko, siasa ya ukabila. Nyinyi mnataka siasa ya ukabila? Ndio tukakuja hapa hii leo tuseme kwamba we want one indivisible Kenya. Ikuwe Kenya, Mkenya yeyote, kuna Mkenya yeyote aliandika barua kwa Mungu akasema azaliwe akiwa Mkalenjin, akasema azaliwe akiwa Mkamba, akasema azaliwe akiwa Mkikuyu, akasema azaliwe akiwa Mgiriama. Sisi sote tulizaliwa Kenya na sisi sote ni binadamu mbele ya Mwenyezi Mungu, kweli si kweli? Na kwa hivyo wale wa viongozi wachache ambao wanaendeza siasa za chuki, ambao wanaendeza siasa za mgawanyiko wa kikabila, a time has come to tell them your time is over. Kweli si kweli? Ama nyinyi mnataka siasa ya mgawanyiko? Ya mwisho nikimalizia, nataka niwaeleze watu wetu wa Moiben kwamba saa hii ni wakati wa kufanya kazi. Si campaign tulifanya? Wale walishindana ilikuwa ni William Ruto na Raila Odinga. William Ruto akakuja namba 1, Raila Odinga akakuja namba 2. Hao ambao walishindana wenyewe wanafanya kazi pamoja. Alafu watu wengine wadogo ambao hata hawakuwa kwa ballot wanazunguka Kenya wakisema wanataka kugawa wa Kenya. Sasa wewe ulifuata Raila. Raila mwenyewe amesema anafanya kazi na William Ruto. Wewe ulikuwa mfuasi wa Raila. Sasa unamfuata nani mwingine kama Raila na Ruto wako pamoja? Sijui kama mnanielewa watu wangu. Kwa hivyo tufuate ule mtindo uliopo. Na tujue sasa ni wakati wa kufanyia Wakenya kazi. We cannot put our country on a permanent political mode. Tunataka watoto wetu wasome. Tupatie William Ruto nafasi tufanye kazi. Alafu ikifika 2027 yule anataka kufanya campaign akuje kwa uwanja. Niwatabirie nisiwatabirie? Niwatabirie nisiwatabirie? Hii kura ilipita, William Ruto alishinda na karibu kura milioni 7 ikienda milioni 8. Halo? Hii inakuja. Halo? Hii inakuja. Hii inakuja. Nyinyi mnaamini Mungu? Hii inakuja. William Ruto atashinda na karibu kura milioni 14. Sababu wale watu wanashindana na William. Sasa kuna mmoja anazunguka hapo kijiji kwetu. Leo unajua kijiji sisi mko watu ya wasinikisho chini ya gavana koti moja. Sasa leo huko hapa Moiben, kesho huko kijiji ile, kesho yake huko kijiji ile. Kenya ni kubwa. Huwezi kuwa rais kwa kuzunguka kijiji moja. Sijui kama hapo mmenielewa. Yule mwingine anasema atashindana na William Ruto, ako kwa WhatsApp. Ako kwa WhatsApp, sijui ako Washington DC, sijui ako Minnesota, anaandika kwa WhatsApp group. Sasa iko polling station inaitwa WhatsApp. Iko polling station inaitwa WhatsApp.
So nyinyi mrelax na mujiandikishe kura mingi. Sisi tukiwa pande ile ingine tunashikilia William Ruto vizuri. Tushikilie ama tusishikilie? Na kura tutashinda. Mwisho nataka niwashukuru kwa kuchagua huyu Profesa Phyllis Bartol. Huyu profesa tulifika bunge. Nisiseme. Tulifika bunge. Sasa pale tukiapishwa nikaona mama ndio huyu smart sana. Nywele ametengeneza vizuri, amevaa rinda kama mama wa Catholic, na nimekuja hapa nimeconfirm ni mama wa Catholic. Akakula kiapo, akasema mimi Profesa Phyllis Bartol. Nikasikia hiyo kizungu yake ya kukula kiapo ni ile ya mapua, inaongelewa huko London, inaongelewa huko Amerika. Nikasema huyu mama wacha nikaribiane na yeye, inakaa katikati ya masikio yake iko kitu hapo ndani. Na hiyo masiku nimekaa na yeye bunge, nataka niwahakikishie huyu mama anawapenda sana. Hiyo masiku tumekaa na yeye bungeni, kila wakati anainua mikono, anaweka card, anaambia Speaker Wetangula lazima niongee mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya kina mama wa Moiben. Huyu profesa anawapenda sana na mulichagua vizuri. Mtu amesoma, mtu anaelewa inchi mahali iko, na ya muhimu anasimama na Mheshimiwa William Ruto. Sasa nikitoka hapa narudi Kibwezi pande za Ukambani. Niwaambie nyinyi mko sawa? Niwapelekee salamu yenu? Nyinyi mtakuja huko tukiwaalika? Asanteni sana, and thank you Faruk for inviting me. Anatosha atoshi. Nyinyi watu ya nyumbani mmesikia maneno amesema? Ni mtu ya kijiji ama kitaifa? Unampatia mate kutoka hapa? Kwamba yeye siku moja asimame katika nchi ya Kenya akiwa rais? Huyu kijana anatosha atoshi? Aendelee? Huyu ashafanya mtihani ya kwanza akasema ukabila. Siwindi alianza maneno ya kusema ukabila hataki, sio? Wewe orabo kibure noni ni Kenya ni. Ako ka nyo ko tebi ka teja kana mateja.